Sasa kama haujajua tabia ya fedha, pesa ina tabia, na hizo tabia ndio tunakwenda kuziangalia. Hamtaeleza tu tabia chache kwa sababu ya muda hautoshi. Kwenye Biblia, Timotheo wa kwanza mstari wa 6 anasema, kwa maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambazo wengine wakizitamani watapotea katika imani na kujichoma wenyewe kwa maumivu mengi. Timotheo wa kwanza. Maana yake ni nini? Shida sio pesa. Shida ni kumfanya pesa awe bwana wa maisha yako. Ndio utakapoangamia kilio ambacho hakuna atakaye kuja kunyamazisha. Utakapokubali pesa awe bwana wa maisha yako. Watu wengi wanapata pesa nyingi tu, lakini kwa sababu hawajatengeneza msingi na hawajajua zile tabia ya fedha, basi zile pesa zinawaendesha wao. Badala ya wao kuzikontrol pesa, pesa inakukontrol wewe. Ngoja nikupe kisa kimoja. Kule nyumbani kwetu kuna tajiri mmoja mkubwa sana, anafahamika hapa nchini. Sasa sisi tuko karibu naye sana kule. By the way, sasa ni mbunge, naitwa Eric Shigongo. Kuna mtoto wa shangazi yake alikwenda kufanya kazi kwenye kampuni yake. Kipindi hicho Shigongo alikuwa na magazeti Malawi, sijui kama Simba atakuwa na magazeti. Alikuwa na biashara nyingi tu huko nchi za nje. Yule kijana alienda kufanya kazi Malawi. Alipokwenda kufanya kazi Malawi, alifanya kazi almost miezi 9. Sasa hatukujua zile fedha aliziiba au alizipata kwa njia ya halali. At the end of the day akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani ni doni, ana hela, ana mawe. Yaani mpaka tukawa tunasema ili jamaa hizi hela mbona ghafla hivi? Yule brother kila saa 12 asubuhi, nyumbani kwetu sisi ni karibu na barabara ambapo ziwani wavuvi wanatoka kuvua saa 12 wanapeleka samaki mjini. Kwa hiyo yule jamaa akawa anasimama ile saa 12 asubuhi tu, ule muda wa uvuvi ule, akawa anasimama pale, anasimamisha pikipiki 3 za samaki ambazo zimefungasha matenga ya samaki nyuma 3. Weka samaki hapo, weka samaki hapo. Ndio mafriji akawa anaweka kule ndani. Akiingia hotelini kule nyumbani kwetu, ukiingia hotelini na shilingi 2,000 au 1,000, maana yake unakula sana. Lakini yeye alikuwa akiingia hotelini na shilingi 5,000. Akiingia hotelini na shilingi 5,000 anatumia shilingi 1,000 tu, halafu change anamwambia mhudumu. By the way, mama yangu mdogo alikuwa anafanya kazi ya mgahawa kipindi hicho. Kwa hiyo mama yangu mdogo alivuna sana fedha ya yule jamaa. Akiingia mgawani na 5,000 anatumia kidogo, change anatumia kwa nao change haina shida. Kwenye 5,000 anaacha change shingapi? 4,000. Kwa muda mchache sana. Kwa muda mchache sana ile fedha yote ikaisha. Hatukujua fedha imeenda wapi. Hakujenga hata nyumba, hakufanya chochote cha maana, hakuna chochote ambacho alikifanya ukasema okay sawa, au jamaa kwa sababu ya hii fedha amefanya kitu hicho ambacho ameacha maybe haramu. Lakini mpaka leo hii tunapozungumza amerudi kuwa mvuvi wa samaki. Sasa unagundua nini kwenye kisa? Inatufundisha kwamba kumbe pesa sio tatizo. Pesa sio nini?
Tatizo ni namna ambavyo unakubaliana na fedha ikuendeshe. Yaani fedha iwe bwana wa maisha yako, badala ya wewe fedha kuicontrol. Unakubaliana na fedha ikucontrol wewe. Hauwezi ukafanya chochote cha maana ambacho utakiacha kama alama kwenye maisha yako. Sasa nazungumza pointi mbili za msingi. Tabia ya kwanza ya fedha, tunasema pesa ina tabia ya kumfuata mwenye thamani. Bravo. Pesa ina tabia ya kumfuata mwenye thamani. Hapo ulipo una nini? Kama hauna thamani, pesa haiwezi kukufuata hata siku moja, hata kidogo. Ndio maana tumekusanyika hapa, tuna majukumu ambayo tunayafanya. Yale majukumu ambayo tunayafanya ni miongoni mwa add value. Majukumu ambayo tulionayo ndio msingi wa sisi kutupatia thamani. Hata unapokwenda huko kwa watu, unaanza kuzungumza hapa vitu, kwa mfano nilipokuwa najaribu kueleza hapa mkurugenzi, thamani ndio inayo determine fedha yako iweje na fedha yako ikaeje. Kama hauna thamani, hauwezi kuproduce anything. Kama haujajua na haujajifunza kutengeneza thamani, sahau kuwa na hela. Utasikia kwa wengine, watu wengi wanajua fedha ni kitendo. Unaweza kuwa unafanya kazi sehemu fulani, unapokea mshahara, unalipwa mshahara, unahifadhi, una save, unafanya mambo mengine mengi sana. Je, ulishawahi kugundua kwamba hivi hela ina nini hasa? Pesa ni idea. Pesa ni nini? Ni idea. Pesa inatengenezwa kichwani. Hautakiwi kutumia nguvu nyingi sana wakati unatafuta hela. Tumia akili nyingi sana, kwa sababu the more unavyotumia nguvu nyingi, ndivyo unavyoshusha uwezo wa akili, ndivyo unavyoshusha uwezo wa kufikiri. Lakini ukiwa unatumia akili nyingi sana, ndivyo unavyopanua wigo wa akili yako kufikiria mambo mengine makubwa na zaidi na zaidi na zaidi tena. Kwa hiyo kama pesa inamfuata, kama pesa ina tabia ya kumfuata mwenye thamani, nini ambacho inabidi ukifanye sasa? Lazima usiombe. Kwa mfano, mara nyingi tunapokuwa tunaondoka nyumbani kuelekea kwenye majukumu yetu, huwa kitu cha kwanza unapoamka kuna kila mmoja anaweza akawa na schedule yake ya asubuhi, lakini wengi nadhani wakati tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kututangulia na kutubariki ili riziki zetu zionekane vizuri kwa hiyo siku. Lakini hautakiwi uombe pesa. Mungu haombi pesa, kwa sababu kwenye uumbaji wa Mungu, Mwenyezi Mungu hakuwahi kuumba nini? Pesa. Uongo kweli? Lakini Mwenyezi Mungu anakupa uwezo wa kufikiri. Na kwa maneno kama Mwenyezi Mungu anakupa uwezo wa kufikiri, basi fedha inatengenezwa kwenye kichwa. Unavyofikiri ndivyo utakapopata matokeo. Unapokuwa mvivu wa kufikiri, hauwezi kupata matokeo yoyote. Kwa hiyo usiombe pesa. Jenga sababu ya fedha, jenga sababu itakayo kufanya fedha ikufuate wewe. Ndio maana tuko hapa tunajifunza.
miaka ya nyuma hapo, miaka ya mbele hapo, watu hamtahangaika tena kama tunavyohangaika sasa hivi. Tutakaa zetu nyumbani huku, fedha inaingia kwa sababu ushatengeneza msingi, ushatengeneza kitu ambacho ni msingi imara, kwamba hauwezi kubomoka. Lazima tu utaingiza, yani iwe isiwe, lazima utaingiza fedha, kwa sababu umetengeneza kitu ambacho pesa lazima ifanye nini? Ikufuate. Matajiri oye! Tabia ya pili ya fedha, tabia ya pili ya fedha inasema pesa ina tabia ya kumkimbia asiyekuwa na mwelekeo. Yaani wewe umepokea mshahara halafu hauna mwelekeo wote, na unajua mshahara unapokujaga, mshahara usubiri kwa siku nyingi, halafu unaisha siku mbili, yani kama vile mnakimbizana, yani kama vile, yani unausubiri mshahara ukianza kufukuza. Sasa mnafanya mchezo wa kukimbizana.